Anthony Oluoch, my namesake. Thank you. Moriega regi. Detagwa rere. Detagwa Anthony Oluoch, de mbunge wa Mathare. And in spite of the very sad circumstances, I want to say in the little Kikuyu that I know that denarere, denagekeno goroine. And the reason is that in spite of the passing of Mzee Ichung'wah, I have listened very carefully and I have reason to believe that the people who gathered here today have come to celebrate the life of a person who lived a life well done and well made, isn't it? I always ask myself where Ichung'wah gets some of the characters. And Ichung'wah, you spend a lot of time here. Let me say, Mheshimiwa Ichung'wah, saying how your mom alikucharaza. Now I know why you went to Alliance High School. Your mom is very much like my mother. Umepata your business tributes from your dad, but the reason you went to Alliance is because of your mom. Shukuru mama yako kabisa. Shukuru your mom kabisa. You know, Mheshimiwa Ichung'wah never loses a moment to tell you that he went to a school one, the Alliance High School. Sasa sisi wengine, wale, there are usually two categories. Nasemanga kuna wale walienda to a group of schools, walienda Makini, wakaenda sijui Riara, and there are those who went to school in a group, like me. And then there is the Alliance High School. So I want to say that listening to the tributes of Mzee Ichung'wah, I can see why we have in him the person that is called Kimani Ichung'wah, because he's a replica of the hard work, the business mentorship of his father, and I think the discipline of the mother. I am here today on behalf of wajumbe wote wale wamekuwa hapa kutoka wiki moja ile ilikuwa. Mimi mwenyewe as in Arusha, I had to cut it short to be here today. This would not have been possible kwa hiyo dispensation ingine. Munajua, on a Sunday like today, wakati tulikuwa barabarani, wengine sasa pia wajipange waende barabara. Sisi tulienda, tulifanya hiyo biashara, tulichoka, wengine wetu tulivunjika miguu. On a day like this, Mheshimiwa Ichung'wah, you know, tungekuwa tunawapangia vile kesho tunaenda barabara, si ndio? Na kina Ichung'wah walikuwa wanatupangia vile watatupiga tear gas. We are here today because of the arrangement that Mheshimiwa His Excellency William Samoei Ruto na Baba Raila Amolo Odinga. Because of that, we have a broad-based government. So we are able to achieve a lot of the things. And me, I want to say that on behalf of the people of Nairobi, and Mheshimiwa KJ is here. The things that we have not been able to achieve since independence, we have now been able to do because of the broad-based government. First, mambo ya affirmative action on education. There are things that we have been able to do in my constituency that even if I was MP for 5 terms, I would not have been able to do. A 1 billion shilling affirmative action that the president alituletea in Nairobi, ikatutengenezea madarasa. Courtesy of this broad-based, we now have housing in my own constituency, which is about 60% slum. One of those constituencies has a ward that has never had electricity for 7 years since I was a member of parliament. Kwa sababu ya broad-based, na mimi najua sitakuwa hapa kesho, I want to ask that we support this government. Mambo ya 2022, me the way I know it, Kimani Ichung'wah ni His Excellency William Samoei Ruto damu. Mimi ni Baba Raila Amolo Odinga nini? Damu. Hawa wawili wakikaa hapa mbele, watupange, huko ndio sisi tutafuata. Kwa sasa, wacha rais afanye kazi. 2027, watu wataingia kwa uwanja, and His Excellency the President is also a student taking notes. Iko watu wanasema ati
tutakupeleka nyumbani one term. Hiyo one term ni Mungu anajua, na baba Raila Omolo Odinga na Ruto akitupanga, huko ndio tutakwenda. May God rest the soul of Mzee Kimani Ichung'wah in peace. Thank you. Sorry. May God rest the soul of the father of Kimani Ichung'wah in peace. I have not sent him home. Bwana Atuoli alisema atakuwa president, si ndio? Na mimi nitakuwa deputy yake. Thank you. Tumpigie Anthony Oluoch makofi. Lakini usijali, tunaambiwa na ndugu zetu wahubiri, na tumekuwa na nafasi ya kuomboleza pia na ndugu zetu Waislamu. Na nakumbuka mambo tuliambiwa na ndugu zetu Waislamu ambao wametutembelea hapa nyumbani, wakatuambia wanaamini ama wanasema kwa Kiislamu ya kuwa kila mtu aliye uhai will taste death, ataonja kifo. Kwa hivyo hata tukiwa na kifo, sisi ambao tumebaki tujitayarishe na tujiulize wakati tuko tutaishi namna gani. Nafikiri tunafika ukingoni, na nataka nimuulize waziri wetu wa kilimo